Mlinzi wa getini akaingia hapa ndani na moja kwa moja akaenda kukaa kwenye kochi ambalo ni bosi wake tu huwa anakaa. Mbaya zaidi, mshikaji akakunja nne kabisa. Sasa mama mwenye nyumba akaanza kushangaa, mlinzi anipatia wapi confidence ya kuingia kwenye nyumba yake akiwa na dharau kama hivi? Na kwa dharau zaidi akamwambia mama mwenye nyumba amhudumie glasi ya juisi. Mama mwenye nyumba akahisi hajasikia vizuri. Dada wa kazi alipotaka kufanya hivyo, mlinzi akamstopisha, anataka ahudumiwe na mama mwenye nyumba. Sasa ni kwa nini iko hivi? Ni nini kinampa kiburi huyu mlinzi? Hayo ni maswali ambayo majibu yake tutayajua mbele ya safari. Twende sawa. Movie inaanza, kuna dada tunamwona akiwa amelala hapa kitandani, akiwa anajigeuza akitegemea tamgusa mtoto wake. Haikuwa hivyo. Huyu dada akaanza kupaniki. Mtoto wake ameenda wapi? Alikuwa amelala naye hapa. Ikabidi ashuke kitandani ili atoke nje ya chumba aendelee kumwangalia mwanaye. Sasa kumbe mtoto yupo huku nje anabembelezwa na dada wa kazi. Tracy alipokuja akaanza kumpanikia yule dada na kumwongelea maneno yasiyofaa. Dada wa kazi ndio akaanza kumwelezea pale. Ilikuwa hivi, muda mchache uliopita Tracy akiwa amelala, mtoto wake alikuwa analia sana na hakuweza kumsikia. Kwa kuwa Jeni alisikia sauti ya mtoto ikiwa inalia kwa muda mrefu, alikuja kumchukua mtoto pasipo kumwamsha mama yake. Sasa pamoja na Jeni kujitetea kuwa hakuwa na nia mbaya, bado Tracy aliendelea kumfokea tu. Tracy akamnyang'anya Jeni mtoto wake na kisha akamwambia kuwa adhabu yake atatakiwa apige magoti kwa siku nzima. Sio poa yani. Haya ndo maisha ambayo Jeni anayaishi kila siku katika hii nyumba. Okay, moja kwa moja hadi katika siku iliyofuata. Mida hii hapa hivi tunamwona Tracy akiwa amepumzika na anakunywa juisi yake. Mara kidogo Jeni akaja na akamwambia Tracy kuwa samahani anti, shule zilishafunguliwa toka wiki iliyopita na mimi ni wiki ya pili sasa hii sijaenda shule. Tafadhali na kuomba at least wiki ijayo niende shule. Kwa unyenyekevu sana Jeni alikuwa akimwomba Tracy, lakini Tracy akasema hapana, haiwezekani. Jeni akamwomba sana yani hadi kumpigia magoti, akamwambia kuwa amruhusu aende shule, atajitahidi asubuhi awe anafanya kazi zake zote. Na Tracy akamwambia kuwa okay, sawa, si unataka kwenda shule, utaanza kesho. Jeni alimshukuru sana Tracy huku akiwa anatoa machozi. Haya bwana, ni katika asubuhi ya siku iliyofuata na muda huu hapa hivi Jeni ameshajiandaa, anakuja kumkabidhi madam mtoto wake ili yeye aende shule. Tracy akamwambia sawa, ngoja aingie ndani ili ajiandae na ampeleke shule na gari. Jeni alifurahi sana, aliamini kuwa madam angempeleka shule, lakini bwana haikuwa hivyo. Mida baadaye tunamwona Jeni akiwa anahangaika kubeba begi njiani na linaonekana lilikuwa na kitu kizito ndani yake, sijui hata ndani lilikuwa na nini. Mida baadaye Jeni akawa amefika nyumbani, lakini amechoka sana mithili ya kudondoka na kukosa nguvu. Jeni aligonga mlango lakini haukufunguliwa, ikabidi akae pale chini. Jeni alilala pale nje kwa usiku mzima. Ilipofika asubuhi ndio mlango ukafunguliwa, na hapa tunagundua kuwa Tracy alimpa Jeni adhabu. Kwa kuwa Jeni aling'ang'ania kwenda shule, Tracy alimwambia abebe begi la mawe kwa muda wa wiki nzima, na isitoshe kwa hiyo wiki nzima atakuwa analala hapa hapa nje. Jeni alimuomba sana lakini Tracy aliendelea kumfokea tu. Kweli bwana, ilipofika usiku Jeni yuko nje, baridi inampiga kinoma yani. Anatakiwa alale hapa nje usiku huu na isitoshe bado anaumwa. Baadaye akaja mlinzi. Huyu mlinzi anaitwa Kanu. Akashangaa kumkuta Jeni yuko nje. Kanu akajaribu kumshawishi Jeni ampeleke sehemu akalale, lakini Jeni alikataa. Jeni alijua kabisa kuwa akifanya hivyo adhabu itaongezeka mara mbili. Basi Kanu akaondoka akaenda kuendelea na lindo lake, akamwacha Jeni hapa nje. Okay, ilipofika asubuhi na mapema, kuna jamaa tunamwona anamwamsha Jeni. Mshikaji anaitwa Anthony, ndio baba mwenye nyumba au mume wake na Tracy. Akashangaa kwa nini Jeni amelala hapa nje. Jeni akamwambia kuwa Auntie Tracy alimwambia anatakiwa alale nje, hiyo ni kama adhabu yake. Lakini hata hivyo Jeni hajui kosa lake, hajui amemkosea nini Tracy. Basi Jeni akaingia ndani asubuhi hii na Anthony akamwahidi Jeni kuwa ataongea na Tracy kuhusiana na hili swala. Kweli Anthony akaongea na mke wake, lakini waliliongelea kwa uwepesi sana, kisha wakaishia kubusuana na kukumbatiana pale kitandani. Okay, then movie inatuleta hadi katika siku nyingine tena. Mida hii hapa hivi tunamwona Tracy akiwa na rafiki yake. Story walizokuwa wakipiga walikuwa wakimsema Jeni tu. Sasa huyu dada mwingine ndio hatari kabisa, yani anachochea mafiga ya moto yamwakie Jeni. Anatamani hata akiwa anampiga Jeni awe anamrekodi na kumtumia WhatsApp. Sasa hivi vichwa viwili vimekutana, sio poa yani. Muda wote wao wanadiscuss namna ya kumnyanyasa Jeni tu. Sasa kama sasa hivi hapa Jeni amewaletea juisi, kulingana na wanamfokea na kumsema, kwa bahati mbaya Jeni akajikuta anazimwaga zile juisi. Sumu ziliwajaa wale wadada, walikasirika, walitamani hata kummeza Jeni. Okay, katika siku iliyofuata Anthony kabla hajaenda kazini alikuja hadi sebleni. Alimkuta Jeni akiwa anafanya usafi
na wala hajajiandaa kwenda shule. Anthony akamwambia aache kazi ili aende akajiandae na aende shule. Sasa yale ni maneno tu ambayo Anthony aliongea, hakuyasimamia, na baada ya pale akaondoka. Jenny akiwa anataka aende akajiandae ili aende shule, Tracy akamzuia, akamwambia kuwa hakuna kwenda shule na anatakiwa aende akaoshe vyombo jikoni. Okay, mida baadaye hivi Tracy akawa ametoka. Kuna mtu anaongea naye kwenye simu na anamuuliza yuko wapi. Sasa akiwa amesimama hapa, kuna gari fulani hivi kapita. Mtu aliyokuwemo ndani ile gari kama anamjua Tracy hivi, ikabidi arudi reverse. Ndani ya gari alishuka mwamba mmoja anaitwa Eric, na wanaonekana wanafahamiana vizuri na Tracy. Na kutokea kwenye maongezi yao tunagundua kuwa wawili hawa walishawahi kuwa kwenye mahusiano kipindi cha nyuma kidogo kabla Tracy hajaolewa, na ni kwa miaka miwili sasa hawajai kuonana, na mshikaji anaonekana bado anampenda Tracy. Sasa hapa alikuwa anambembeleza aingie kwenye gari ili amwescort kuelekea huko anakoenda, na akamwambia kuwa wakiwa njiani wanaelekea huko atautumia muda huo ili kumwelekeza ilikuwaje hadi wao wakatengana. Tracy baada ya kubembelezwa sana akakubali na akaingia kwenye gari. Sasa baadaye Tracy aliporudi nyumbani akaanza kulichukulia lile jambo la yeye kukutana na Eric kwa ukubwa sana. Alikuwa anafikiria sana kiasi kwamba hata Jenny alipokuja na kutaka kumwambia kuhusiana na habari za mtoto wake hakutaka kumsikiliza, na badala yake alishia kumfukuza Jenny kabla hata hajaambiwa iliyojiri. Sasa baadaye Anthony aliporudi ndio anaambiwa kuwa mtoto anaumwa na joto limepanda sana, na Jenny anasema kuwa alishaliona hilo tatizo, na alipoenda kumwambia madam alishia kumfukuza tu, lakini Tracy alimkataa mita 100 na kusema kuwa Jenny ni muongo. Na baadaye mida usiku hivi Tracy akamfuata Jenny ili kumfundisha adabu. Kwa usiku ule akampa Jenny adhabu ya kuchuchumaa huku akiwa ameshika masikio. Sio poa yani. Tracy alikuwa anamuonea sana Jenny. Usiku wa leo Tracy alitoka na simu hadi koridoni, akanaongea kwa siri na mtu aliyekuwa akiongea naye ni Eric. Anataka wakutane usiku huu, na ukumbuke kuwa mume wake na Tracy hafahamu lolote kuhusiana na hili. Na Anthony naye huku ndani akiwa amelala, alipogeuka alishangaa kutokumkuta mke wake. Ikabidi ashuke kitandani ili kwenda kumtafuta na kujua kunani na ni kwa nini hadi sasa hivi mke wake hayupo kitandani. Kwenye korido Anthony alikutana na mke wake. Tracy akamwambia kuwa wakati yeye aliposhtuka simu yake hakuikuta pembeni, akaamua kwenda sebleni ili kuitafuta, na kwa bahati mbaya zaidi alimkuta Jenny akiwa anaitumia. Jenny alikuwa anawasiliana na wanaume kwa kutumia simu yake. Sio poa yani. Tracy ameamua kumsingizia tena Jenny, lakini akamtuliza Anthony kwa kumwambia kuwa ameshaongea na Jenny na hilo halitaka lijirudie tena. Basi wakarudi zao ndani ili kuendelea kulala. Basi ilipofika asubuhi, wakati Jenny anatandika kitanda, asivyokuwa na bahati nzuri aliona simu ya Anthony ikiwa kwenye draw. Jenny akachukua simu ya Anthony ili kuanza kuitumia, na haikupita hata muda Anthony akawa amekuja akamkuta Jenny akiwa ameshikilia simu yake. Sasa hili tukio likamfanya Anthony aunganishe doti kulingana na kile alichokuwa ameambiwa na mke wake. Basi Anthony akamuonya pale na kisha Jenny akaondoka. Okay, na mida baadaye hivi tunamwona Tracy akiwa anatoka. Alikuwa anaenda kukutana na Eric, wanatoka out. Basi wakaondoka zao kama hivyo. Muda kidogo mbele Anthony akawa amerudi hapa nyumbani, akashangaa kumkuta Jenny nyumbani. Kwa nini hajaenda shule? Na hata hivyo hata mke wake hayupo hapa nyumbani na hana taarifa yoyote kama mke wake angeondoka leo hapa nyumbani. Wakiwa wanaendelea kuongea, Tracy akaja hapa ndani akasema kuwa alienda shuleni kwa Jenny na akaanza kuhadisia kutunga uongo pale. Asubuhi kabla Jenny kutaka kwenda shule alipigiwa simu na walimu wake, akaambiwa kuwa anatakiwa afike shuleni haraka iwezekanavyo. Sasa alipofika shuleni aliambiwa kuwa Jenny hajawahi kwenda shule hata siku moja, na wakati hapa nyumbani kila siku Jenny huwa anaaga kwenda shule. Anthony baada ya kusikia uongo wa mke wake alikasirika sana, yani hakupenda kitu ambacho Jenny alikuwa akifanya. Anthony akaondoka akasema kuwa akitoka kazini atakuja walimalize hili. Sasa hapa ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Wakati Tracy anaondoka na Eric wakiwa njiani, waliona gari ya Anthony akiwa anarudi kuelekea nyumbani, na ili mambo yasiharibike Tracy akamwomba Eric amrudishe nyumbani kwa sababu alijua tu mume wake akimkuta Jenny nyumbani itakuwa rahisi kwa yeye kujua kuwa huwa anamnyanyasa Jenny, na hii itamletea sana shida yeye. Kwa hiyo Tracy alitaka kurudi nyumbani haraka ili kuendelea kuliminya hili jambo, na ndio pale tukamwona Tracy akiwa amerudi na uongo kichwani. Na baada ya kuhakikisha hili jambo limeshakaa sawa na Anthony ameshaondoka, alimpigia simu Eric ili amtumie address wakutane waendelee. Na kweli baadaye Anthony aliporudi alimchapa sana Jenny kwa kosa ambalo Jenny alikuwa amesingiziwa na Tracy. Anthony alikuwa akimchapa Jenny kwa lengo la kumuonya asikae arudie tena. Jenny alilia sana kwani anachapwa kwa kosa ambalo hajalifanya kabisa. Baadaye Jenny ikabidi amfuate Tracy na kumwomba msamaha, akimwambia kuwa kama kuna kosa lolote amemkosea anamwomba msamehe kwani hapendi kuadhibiwa kwa kosa ambalo hajalifanya, na isitoshe ni mara nyingi sana amekuwa akimwomba amruhusu aende shule, lakini hata siku moja
Tracy hajawahi kukubali Jeni aende shule. Sasa ni kwa nini leo anamsingizia? Pamoja na Jeni kumwomba msamaha, lakini Tracy aliamua kuondoka mbele yake. Jeni alibaki pale chini akiwa analia. Baada ya Tracy kuondoka, Kanu naye akaja akamkuta Jeni akiwa analia. Sasa wakati Kanu anamwongelesha Jeni, Tracy naye akaja kwa hasira akampiga kofi Jeni na kumwambia aende akamchukue mtoto wake ili ambembeleze. Sasa hichi kitendo alichokuwa amekifanya Tracy, Kanu hakukipenda kabisa. Kanu ikabidi aliingilia hili swala. Kanu akaanza kuongea na Tracy akiwa na ujasiri sana. Tracy akashangaa, imekuwaje leo mlinzi ananiongelea kama hivi? Na Kanu akaendelea kumjibu kwa dharau. Sasa Kanu ikabidi amkumbushe hiyo nguvu anaitoa wapi ya kuongea naye kama hivyo. Jana wakati Eric amemrudisha Tracy nyumbani, wakiwa ndani ya gari walibusuana, na muda ule ule Kanu akawa anapita mazingira yale pia. Kwa hiyo kilichofanyika akawa amekiona na alishuhudia vizuri, na kisha akaendelea na safari zake. Sasa hiko ndo kinachompa nguvu Kanu ya kuongea kwa jinsi anavyotaka. Na baada ya Kanu kumtishia Tracy kuwa atamwambia kila kitu mume wake, Tracy ikabidi awe mpole tu. Kanu akasema kuwa anataka Tracy amruhusu Jeni aende shule, na hicho ndo kitamfanya Kanu akae kimya. Basi Tracy akakubali. Kanu akafurahi sana kwa sababu kwa sasa anayo nguvu ya kuweza kuongea naye kwa namna anavyotaka. Na kweli bwana, katika siku iliyofuata Tracy alikuja hadi chumbani kwa Jeni akamwambia kuwa aache anachokifanya na ajiandae aende shule. Jeni akashangaa, imekuwaje leo? Madam amekuwaje? Leo amemruhusu aende shule? Jeni alimshukuru sana Tracy na baada ya pale akajiandaa ili kuondoka kwenda shule. Okay, mida baadaye Jeni aliporudi kutoka shule akiwa ipo kabatini anapanga vyombo, mara Kanu akaja akiwa amevalia viatu vyake. Kwa ujasiri akaenda kukaa kwenye kochi ambalo huwa anakaa bosi wake tu. Bila stress kabisa, Kanu akakunja zake 4 akamwangalia kwa kumtolea macho Tracy na akamwambia Tracy anataka amhudumie glasi ya juisi. Tracy akaisi hajasikia vizuri. Kanu akasema tena anataka glasi ya juisi. Jeni alipotaka kumhudumia, Kanu akakataa, akasema anataka ahudumiwe na Tracy. Tracy aamini macho yake leo, anaagizwa na mlinzi. Sio poa yani. Tracy kwa unyonge akainuka na kwenda kuleta glasi ya juisi. Wakati huo baba yako Kanu hana mbavu kabisa yani. Mara kidogo wakasikia honi ikiwa inapigwa mlangoni. Kwa mara nyingine tena Kanu akamtuma Tracy aende akafungue geti. Tracy akainuka ili kuelekea getini kwenda kumfungulia mume wake. Sasa huko nje Anthony anashangaa, mbona leo amefunguliwa geti na mke wake? Tracy akajitetea kuwa ameamua tu kufanya hivyo na hakuna shida yoyote ile. Mume wake akakubali na wakatembea zao kuelekea ndani. Okay, ilipofika mida ya usiku Jeni ndio anawashiwa moto. Leo amedhalilika kwa sababu yake. Jeni alikuwa akilia tu, anasema kuwa hajui chochote kuhusiana na hili. Tracy akamuonya, akamwambia kuwa ikitokea ameenda kumwambia Kanu kilichotokea leo, atamfanya kitu ambacho hata kaa asahau maisha yake yote. Na baada ya pale Tracy akaondoka zake akamwacha Jeni akiwa analia. Na ilipofika asubuhi wakati Jeni anaondoka kuelekea shule, Kanu alimsimamisha, lakini akashangaa mbona leo Jeni amekuwa mpole sana. Na alipomwangalia Jeni vizuri, alimkuta mkononi ana makovu. Akajua kabisa kuwa jana alipigwa na Tracy. Lakini Jeni akamwambia Kanu kuwa asiende tena kumgombeza Tracy kwa sababu akifanya hivyo itamletea shida yeye usiku. Kanu akamwahidi kuwa hatofanya hivyo, na baada ya pale Jeni akasepa. Baada ya Jeni kuondoka, Kanu akaenda direct hadi kwa Tracy akamwambia kuwa makubaliano yao yalikuwa ni kutokumpiga na kumtesa Jeni, lakini yeye hajafanya hivyo kwa sababu jana usiku alimsikia Jeni akiwa analia na leo amekuja kumpa onyo lake la mwisho. Ikitokea ataendelea kumtesa Jeni, basi atamwambia kila kitu mume wake. Kanu akaondoka zake, lakini Tracy akaona this is too much, anatakiwa afanye jambo kuhusiana na hili. Na baadaye Jeni aliporudi kutoka shule ilibidi akae kikao na Kanu. Kanu ndo akamweleza na kumtoa wasiwasi asijali kwa lolote lile na hakuna jambo lolote baya linaweza kumkuta kwa sababu ana siri nzito na nyeti ambayo inampa nguvu ya kuweza kuongea na Tracy namna anavyotaka. Kwa hiyo kama kuna uonevu wowote utakuwa unaendelea huko ndani, aje amwambie Kanu. Haya bwana, siku ile ikawa imepita kama hivyo. Katika siku iliyofuata, leo tena Kanu akamwambia Tracy aende akaoshe gari. Tracy akajidai mgumu pale, lakini mwisho wa siku ikabidi akubali aende kuosha gari. Kanu naye ameshaongea akasepa zake. Na kweli bwana, midai hapa hivi tunamuona Tracy akiwa anaosha magari. Sio poa yani. Leo tena amepokea oda kutoka kwa Kanu. Sasa baadaye Anthony alipotoka nje akashangaa kumkuta mke wake anaosha magari, lakini Tracy akaamua kujitetea kuwa anafanya mazoezi tu, na istoshi na akajua anaendelea kula na vitamini D. Haya bwana, hilo likapita tena kama hivyo. Katika siku iliyofuata, leo asubuhi, Jeni kabla hajaenda shule alikuja na chakula hadi maeneo ambapo Kanu anaishi, na akamwambia Kanu kuwa ameambiwa na anti amletee chakula na anatakiwa ale chakula kikishaisha na yeye ndio aende shule. Kanu alikataa, alisi ni mtego, lakini baadaye
kwa ajili ya Jeni ilibidi akubali. Na upande wa pili huku tunamwona Tracy amempigia mume wake simu akamwambia kuwa aje haraka nyumbani, kuna kitu anataka amuonyeshe. Baada ya muda mume wake alipokuja akamwambia kuwa leo amegundua sehemu ambapo Jeni huwa anaenda akisema anaenda shule. Jeni huwa anaenda chumbani kwa Kanu. Sasa hapa Tresha anataka kupiga ndege wawili kwa jiwe moja. Anataka amzuie Jeni asiwe anaenda shule, lakini pia amtoe kazini Kanu. Basi baadaye Anthony akamuita Jeni pamoja na Kanu, na kwa kosa lililotokea Kanu akafukuzwa kazi. Jeni naye akapewa adhabu ya kutokwenda shule kabisa tena. Kwa sasa atakuwa akifanya kazi hapa nyumbani na kutokuruhusiwa kwenda shule. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa episode namba 1. Tukutane katika episode namba 2 ya hii movie. Kwenye comment section niambie unaangalia hii movie recap ukiwa wapi, lakini hakikisha tayari umesubscribe na umelike video hii.